Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka nijibu maswali ya watu wengi ambayo wamekuwa wakiniuliza kwenye comment. Kwa nini unaongea na mapepo? Kwa nini unayauliza maswali? Kwa nini usiyasikilize? Why unapenda kuzungumza na mapepo? Nadhani kujibu kitu kimoja. Yesu mwenyewe ambaye wewe unamuita baba yako, Yesu ambaye wewe unafuata mfanano wake, unayetaka kutembea kama Yesu Kristo. Kuna wakati Yesu alikuwa anazungumza nayo hayo mapepo ambayo wewe unaniuliza kwa nini nayauliza na kusema nayo. Kwa nini siombee tu mtu na kumwacha? Ukifungua kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 2, neno la Mungu linasema, na walipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Huyu mtu alikuwa anakaa makaburini, yale mapepo alikuwa yamempeleka kule makaburini, alikuwa amebadilisha location ya maisha yake. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo. Manake hata ndugu zake walikuwa wanamshauri, wanatamani atoke kule makaburini, lakini wapi? Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mtu mwenye mapepo au mtu anayetawaliwa na nguvu za giza, au aliyetupiwa majini fulani na wachawi, au aliyekamatwa nafsi yake na wachawi, huyu mtu anakuaga mara nyingi ashauriki. Yaani anakuwa ashauriki kwa hali ya kibinadamu. Hata umshauri vipi hata kuelewa, kwa sababu mwenzako amefungwa katika ulimwengu wa roho. Kuna mapepo yamemkamata. Hata utumie nguvu za kibinadamu kumfunga, kumweka ndani, kufanyia chochote kile cha kibinadamu ili arekebishike. Mwanao umejitahidi kumchapa ili asome vizuri shuleni, umempiga vya kutosha ache kiburi, ameshindwa kuacha. Nataka nikwambie, kuna mapepo yamemfunga. Ishara mojawapo ya kugundua kwamba mtu amefungwa na mapepo kutoka kuzimu ni pale ambapo huyu mtu umejitahidi kufanya namna zote za kibinadamu kumsaidia, lakini hajasaidika. Umejitahidi kumshauri, ashauriki. Umejitahidi kumfanyia vyovyote vile unavyojua wewe, kumweka vikao kwa wajomba kwa ajili ya kusuruhisha asifanye vitu anavyovifanya kwenye ndoa, lakini ameshindwa. Bado anaendelea kuwa na hicho kiburi, bado anaendelea kuwa na hizo hali. Hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba huyu mtu amefungwa na nguvu za giza. Ni mtu ambaye hashauriki, ni mtu ambaye haambiriki, ni mtu ambaye hakuna tendo lolote utalilifanya akakuelewa. Ubishi ni asili ya mtu ambaye amefungwa na roho fulani. Kwa hiyo nimekupa hiyo, ila pointi kubwa ninayotaka kuizungumzia hapa ni kwa nini mimi ninazungumza na mapepo. Kwa nini ninapomwombea mtu mapepo yanavyo react, au nafsi fulani inavyo react, ninakuwa nikizungumza nayo na kusema nayo. Why? Ndio ninakujibu hapa. Hata Yesu alisema na mapepo kuna wakati. Anasema mstari wa 5, na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Siri ya mtu ambaye ana mapepo, amefungwa na mapepo, mara nyingi huyu mtu pia, ili kumjua kwamba anateseka na mapepo, ana asili ya kujiumiza yeye mwenyewe. Anafanya vitu ambavyo yeye mwenyewe vinampelekea maumivu, vinampelekea sintofahamu ya kuelewa kwamba huyu mtu mbona anafanya kitu hichi. Amegundua hichi kitu kabisa. Unaona, hii unamshauri kabisa huyo ndugu yako, hii biashara utapata hasara, lakini bado anaenda kuweka hela pale. Bwana usichukue mikopo, bado anachukua mikopo. Mnamlipia hiyo mikopo, lakini bado anaenda kukopa tena. Hiyo ni siri nyingine ya kugundua kwamba huyo mtu amekamatwa na mapepo au nguvu za giza. Anakuwa ni mtu ambaye ni mbishi, akifanya maamuzi yake ni hayo. Anajikatakata, anajiumiza mwenyewe. Ni yeye mwenyewe anayevunja ndoa yake kwa matusi, ni yeye mwenyewe anavunja ndoa yake kwa hasira. Yaani ni mtu ambaye anajiumiza yeye mwenyewe. Na kinachofanya ajiumize yeye mwenyewe ni ile roho inamkomandi kufanya vile inavyotaka. Jifunze na hivyo vitu, vitakusaidia. Japokuwa pointi ni ile ile. Kwa nini mimi naombea mapepo? Nikimwombea mtu mapepo ya kireact, kwa nini naongea nayo, nauliza maswali? Pointi ni hiyo na kujibu. Kuna watu wengi sana wamecomment
baadhi yao, sio wengi, asilimia kubwa, baadhi yao mmecomment mkisema kwa nini usiombee watu wakafunguliwa tu? Kwa nini unawauliza? Na nikuambia hivi, baba yako mwenyewe ambaye ni Yesu aliyeleta wokovu, na yeye kuna wakati alikuwa anauliza mapepo, anazungumza nayo, anaongea nayo. Utaona hapa chini. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia yule mwenye mapepo. Mstari wa 7, akapiga kelele, lile pepo likapiga nini? Kelele kwa sauti kuu, akisema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Mapepo yenyewe alijua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye juu. Jambo la kwanza akasema, na kuapisha kwa Mungu usinitese. Yaani mapepo yanaomba kwa mbele za Mungu, na kuapisha kwa Mungu, Yesu usinitese. Ndio maana kuna wakati unaweza ukasikia kuna roho fulani imereact ndani ya mtu, namuombea alafu ile roho inasema, Mungu wangu naomba unisamee, Mungu wangu. Hata Yesu alivyokuwa amekutana na huyu mtu mwenye mapepo, mapepo yanamjua Mungu pia. Mapepo, mchawi mwenyewe anamjua Mungu. Kwa hiyo iko hivyo. Mstari wa 8, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Ndio maana alikuwa amemwapisha Yesu kwa jina la Mungu asimtese. Mstari wa 9, akamuuliza, sikiliza kwa makini. Yesu akamuuliza baada ya lile pepo kupiga makelele kusema na kuapisha usinitese. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Yaani wewe unayepiga kelele kusema nisikuapishe kwa jina la Mungu, wewe pepo unaitwa nani? Haya, Yesu angekuwa anataka yule mtu afunguliwe tu, kwa nini ajadiliane naye? Ndio haya mnayoniuliza mimi. Kwa nini ajadiliane na huyo mtu? Hata baba yako Yesu kuna wakati alizungumza naye, kutaka kujua ni akina nani na yametoka wapi. Ndio maana unaona baadhi ya watumishi wanaoji maswali zile demons. Wanataka kujua unatokea baharini, unatokea wapi? Umefanya nini kwenye maisha ya huyu binti? Ili watu wengine wajifunze, wajue vile vinavyofanyika na hawa mapepo. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Pepo akamjibu. Yesu akamuuliza pepo, pepo akamjibu Yesu. Manake kulikuwa na majadiliano baina ya Yesu na pepo. Unaiongeaje hiyo? Usiangamie kwa kukosa maarifa. Usihukumu kabla ya kusoma Biblia vizuri. Nenda kwenye Biblia yako, soma vizuri, alafu njoo uje hapa ucomment. Hakikisha unachokicomment unakuwa umepata uthibitisho nacho. Sisi tunafanya alichokifanya Yesu. Yesu anasema hivi, yoyote aniaminie mimi, yale niyafanyayo mimi, yeye atafanya zaidi. Kwa hiyo kama Yesu aliuliza mapepo maswali, sisi tutauliza zaidi. Sisi tutafanya zaidi. Kama Yesu aliyafungua wagonjwa, sisi tutafanya zaidi. Ndio baba yako Yesu alivyosema. Sasa sisi tufanyaje? Ni baba yako ndo alivyotaka. Baba yako Yesu ndo alivyotaka. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi. Angalia, mazungumzo yanaendelea baina ya pepo na Yesu. Pepo linamsihi Yesu, usitupeleke nje ya nchi. Mstari wa 11, na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi, wakamuomba Yesu, tupeleke katika nguruwe tupate kuingia wao. Pepo yamemuomba Yesu, tunaomba Baba utupeleke kwenye nguruwe wale, tuingie nguruwe wale. Mazungumzo yanaendelea. Pepo mpaka wanamuomba Yesu, labades katabara lina zubra ades. Shida ya Wakristo wengi hawataki kusoma neno la Mungu, lakini wanapenda kuhukumu tu. Anapenda akiingia kwenye mitandaoni anachokikuta yeye ana comment tu. Hakikisha unakithibitisha hicho kitu. Anasema akawapa ruhusa. Mapepo wameomba waingie kwa nguruwe, maana yule mtu alikuwa na mapepo wengi. Kumbuka alijitambulisha jina lake ni Legioni. Yule pepo akatoa maana ya Legioni, maana yake ni sisi tuko wengi. Yesu asingejua kama wale mapepo wako wengi, kama yule pepo asingejitambulisha vile. Akasema akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni. Wakaingia baharini, wapata 2000 wakafa baharini. Nguruwe walikuwa 2000 na yale mapepo yakaingia nguruwe 2000. Nguruwe 2000 wote wakaenda kufa baharini.
Unasemaje sasa? Comment hapo, shusha comment yako. Unazungumzaje hiyo? Yesu naye aliuliza mapepo. Unaisemaje? Je, utahukumu tena? Unaisemaje hiyo? Ielezee hapo. Je, utanizuia tena kuongea na hao hizo demons, wayauliza maswali, umefanya nini kwa huyu binti, kwa huyu kaka, umefanya nini? Unaisemaje hiyo? Hebu uwe na maarifa kabla ya kufanya kitu chochote. Fuatilia maarifa hicho kitu. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Nimependa nikujibu ili kuepuka watu wengine kuathirika kisaikolojia. Kuepuka watu wengine wawe na sintofahamu. Kwa nini mtumishi anafanya hivi na hao watu wana comment hivi? Inawezekana na wewe ni muhanga wa hilo swali. Linakuchanganya. Kwa nini man of God anawauliza hawa mapepo? Kwa nini asioombe tu afunguliwe? Yesu aliwauliza. Yesu aliwauliza. Yesu aliwauliza. Nikuulize swali ambalo utakomenti hapo kujibu. Je, Yesu Kristo kuna wakati alitema mate chini, akatengeneza tope? Ngoja nikutafutia hapa. Zabaraba de zebra ades. Le zebra ades. Maraba de zubra atele vida, zubra atele vida, zubra atele gides. Zebra ate bra ades. Meregeduza mahandes. Maraba de zetela mahandes, sabra ades. Meregeduza mahandele viga duskatara behide zubra ales. Kuna wakati Yesu Kristo mwana wa Mungu alifanya kitendo ambacho hata wewe kinaweza kikakufikirisha. Inaweza kikakufikirisha. Ndio hichi nataka uone hapa. Uone hapa. Zabareliga duska para mande. Nezeberaba de zetela mahades katai. Rebedizo bra ante leviga dus katare lire. Zubra ate. Hii ni nyongeza ambayo itakusaidia pia. Tufungua kitabu cha Yohana 9:6. Kitabu cha Yohana 9:6. Ngoja tufungue hapa. Yohana 9:6. Yohana 9 mstari wa 6. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Kwa nini Yesu asingemwekea mkono kipofu akaona hapo hapo? Kwa nini ateme mate chini? Kwa nini ateme mate chini? Nakuuliza swali. Je, Yesu hana nguvu? Je, Yesu neno lake aliwezi kumponya kipofu? Swali. Kwa nini Yesu aliamua kutema mate chini na kumtengeneza tope na kumpakaza mtu, alafu bado akamwambia tena nenda kanawe, alafu yule mtu akarudi anaona? Kwa nini Yesu alifanya hivyo? Je, Yesu hana nguvu za kumwambia tu mtu kitu kikatokea? Je, Yesu alifanya uganga na uchawi pale? Je, Yesu ni kitu gani kilichosababisha ateme mate wakati kuna wakati alikuwa anamgusa mtu tu na akapona? Nimeuliza swali, nijibu kwa comment hapo. Kwa nini alifanya hivyo? Sitaki kukutolea maelezo kwa sababu mimi najua kwa nini alifanya. Ila nimekuuliza wewe ili tujue na wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo. Mungu akubariki sana. Shalom. Andika comment yako chini hapo.